Vijana wawili walipata nafasi ya kukutana na mfanyabiashara aliyefanikiwa. Mmoja aliuliza, "Una gari gani?" Mwingine akauliza, "Ni kitabu gani kimebadilisha maisha yako?" Baada ya miaka kadhaa, mmoja bado alikuwa anavutiwa na vitu. Mwingine alikuwa ameanza kujenga maisha yake. Kwa nini? Kila kijana ana safari, lakini sio kila kijana anafika anapotaka. Karibu kwenye safari ya kijana wa Afrika. Kuna msemo unasema, ukificha kitu ndani ya kitabu, watu wengi hawatakiona. Sio kwa sababu watu hawana akili, bali kwa sababu wengi hawajajenga tabia ya kusoma. Hebu fikiria, kila kitabu ni kama mazungumzo na mtu aliyekaa miaka mingi akijifunza jambo fulani. Ukisoma kitabu cha biashara, utajifunza kutokana na makosa na mafanikio ya wengine. Ukisoma kitabu cha saikolojia, unaelewa namna akili ya binadamu inavyofanya kazi. Ukisoma kuhusu teknolojia, unaanza kuona dunia kwa mtazamo mpya. Hiyo ndio nguvu ya maarifa. Kijana wa Afrika, usisome kwa ajili ya mtihani pekee. Soma ili kubadilisha namna unavyofikiri. Kwa sababu kabla maisha yako hayajabadilika, mawazo yako lazima yabadilike. Na kabla mawazo yako hayajabadilika, lazima ujifunze kitu kipya. Hata ukisoma kurasa 10 kwa siku, baada ya mwaka mmoja utakuwa umesoma maelfu ya kurasa. Hatua ndogo zinazofanywa kwa uthabiti huleta mabadiliko makubwa. Nataka nikupe changamoto wiki hii. Chukua kitabu kimoja, soma angalau kurasa 10 kila siku. Kisha andika jambo moja ulilojifunza. Utashangaa jinsi fikra zako zitakavyoanza kubadilika. Kumbuka, watu wengi hutafuta njia za kubadilisha maisha yao. Wachache hutafuta maarifa ya kubadilisha fikra zao. Na hapo ndipo tofauti huanza. Hii ni safari ya kijana wa Afrika sehemu ya 4. Mimi ni Gerard na hii ni Akili ya Kesho, mahali ambapo tunajifunza maarifa, teknolojia, ubunifu. Afrika ya kesho inaanza na akili ya leo. Swali la wiki hii ni, kitabu gani kimewahi kubadilisha namna unavyofikiri, au kitabu gani unapanga kukisoma mwaka huu? Andika kwenye maoni.